wanaume wanaogombana, lakini hawa ni wanaume wa huduma ya Injili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaenda kwenye kauli mbiu yetu, tunaenda kushtua. Kama umesahau, shauri yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twende wanaume. Nguzo. Wanaume nguzo na kiongozi. Katika familia, katika kanisa, katika jamii na taifa kwa ujumla. Tunaenda kuirudia vizuri zaidi. Wanaume nguzo na kiongozi. Katika familia, katika kanisa, katika jamii na taifa kwa ujumla. Pigie Bwana Yesu makofi yako na vigelegele. Basi hiyo ndiyo kauli mbiu yetu, wanaume wa huduma ya Injili. Kwa kifupi ni WHI. Kwa kweli lazima tuishindanie Injili. Bwana Yesu asifiwe. Ziko idara na nyingine, lakini sisi lazima tuishindanie idara ya huduma ya wanaume wa huduma ya Injili, kwa sababu ni idara ambayo inahitaji kabisa ushirikiano mkubwa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kuwa inasonga mbele. Basi nashukuru sana kwa wote ambao mmeweza kufika, na sisi sio wanyonge, ni watu wenye nguvu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema wakikusanyika 2, 3 kwa jina langu, nami niko hapo katikati yao. Kwa hiyo tumekusanyika mahali hapa tukiwa zaidi ya 3, manake na Bwana Yesu yuko hapa kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumshukuru sana Mungu. Leo tutakuwa tunaanza, na katika kuanza kwetu tunahitaji tuweze kuanza pamoja na Bwana katika mambo yote, na kesho mambo mengine yote yatakuwa yanaendelea. Kwa hiyo sisi ndio tumekuja, wanaita sasa kutengeneza njia. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati mwingine leo nilikuwa nakuja toka mjini, kufika mbele tukaona ving'ola vinapiga. Sasa magari yakaanza kukaa pembeni, kwa sababu kulikuwa na msafara wa mkuu anapita. Kwa hiyo na sisi tumekuja kutengeneza njia siku ya leo, alafu baadaye mambo yote yaweze kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Basi nami niwashukuru sana wajumbe mliofika. Kwa kweli Mungu ni mwema aliyetusaidia kuwepo mahali hapa, na kambi yetu itakuwa ni nzuri sana, yenye baraka, kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi. Basi nafikiri kutakuwa na mambo mengine kama mengine ya utambulisho na nini yataendelea huko mbele, lakini kwa wakati wa sasa kuna mambo ambayo tutakwenda kuyafanya. Mkurugenzi wetu tayari yupo pale. Mungu amempaka mafuta, Mungu amempa maono, Mungu amempa maneno ya kuzungumza. Kwa hiyo wakati wa sasa atakuwa anakuja mahali hapa ili aweze kuendelea na ratiba zingine ambazo ziko mbele yetu. Labda tu kwa kujitambulisha, mimi naitwa Mchungaji Paskali Ruben Gandawega, ni makamu mkurugenzi wa huduma hii ya wanaume wa Injili jimbo la Dodoma Magharibi. Amen. Nimeoa mke mmoja na watoto 4, bwana na mjukuu mmoja. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana, yeye ni mwema, yuko pamoja nasi. Basi nichukue heshima hii kumkaribisha mkurugenzi, atakuja kutuelekeza na mambo mengine ya kufanya, na tutakuwa tunaendelea kubarikiwa. Karibu sana. Piga makofi wakati mkurugenzi wetu anakuja. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki. Amen. Mungu awabariki. Amen. Mshike rafiki yako, mwambie Mungu akubariki. Mwambie Mungu akubariki. Mwambie tena Bwana akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie tena wewe ni wa maana sana. Amen. Ndio maana umefika siku hii. Bwana asifiwe sana. Amen. Basi kabla ya mambo yote nimshukuru kwanza Mungu. Baba mtakatifu, asante kwa sababu
umeona siku hii ya leo ni siku inayopendeza machoni pako, iliyopata kibali tena kukusanyika jimbo la Dodoma Magharibi, wanaume wa huduma ya Injili. Tazama, kama tulivyokubaliana, tumetuma message na barua kwamba siku hii ya leo ni siku kwa ajili yako Mwokozi. Wanaume watatoa maisha yao, muda wao na mali zao ili Bwana kutumikie, nasi tukusanyika mahali pa mfalme. Tazama, tunapoketi Baba Mtakatifu pamoja nasi. Ninaomba na kushukuru kwa yule aliyefika, nikijua Bwana na shauku kubwa ya kujifunza mambo ya msuu yeye mwenyewe binafsi, nyumba yake, watoto wake, kanisa lake, taifa la Tanzania inahitaji wanaume pia. Tunaomba Bwana kwa pamoja nasi katika jina la Yesu. Amen. Mwanaume nguzo ya familia, mwanaume nguzo ya katika familia, kanisa, jamii na taifa kwa ujumla. Pigie Yesu makofi na vigelegele. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mimi majina yangu naitwa Mchungaji Angelus Zakale Maja, nipo kanisa la EAGT Men. Mimi nipo Men. Mungu awabariki sana. Ninatumika pale, ila nina mke na watoto 4 wa kike 2 ambao wote wako makwao. Bwana asifiwe sana. Amen. Maana ya kwamba wameolewa na waume zao. Bwana asifiwe sana. Amen. Wa kiume wote majume yako nyumbani. Sawa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo nina mke mmoja anaitwa Eva. Amen. Lakini sio ile Eva wa kwenye bustani ya Edeni. Huyu ni Eva wa James ambaye Bwana amemwekea. Bwana asifiwe sana. Amen. Na huyo ndio mke wangu. Wengine wote si wa kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa watumishi wa Mungu wa muda huu, mimi nafurahi kwa kuona wewe umefika siku ya leo. Tutakuwa na kipindi cha kuombea kambi letu. Sawa, watumishi wa Bwana. Amen. Tuombee. Kuna wengine wametembea na usafiri wamekwama njiani, lakini pia kuna wengine wanajiandaa kuja kwenye kambi. Bwana asifiwe sana. Mungu amewabariki sana. Kwa hiyo ni vizuri kuiombea kambi letu. Alafu mwanaume usiwe mnyonge. Bado unakosa kujasiri eti uko peke yako. Mwanaume hata akipita popote, simba wakijipanga hata wangapi, yeye anapita tu. Pigie mfalme Yesu makofi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mimi nadhani kwa utambulisho huu naomba tujikite kumwomba Mungu kwa ajili ya watumishi wa Mungu wanaosafiri. Sawa, watumishi wa Bwana. Amina. Ingawa katibu hajajitambulisha majina yake, ili atajitambulisha. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lakini kabla ya mambo yote, nilikuwa natamani sana tufungue kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 4 mstari ule wa 9. Tutasoma hapo tuone Biblia inasema nini, na kesho tutakuwa na viongozi wa kanda. Kwa hiyo sisi leo tuwaombee wanaosafiri wote wafike salama.